Katika dunia kuna watu maskini ambao wanateseka sana. Leo nakuletea simulizi moja ya familia ambayo iliokolewa na wanajeshi. Kulikuwepo na familia ambayo ilikuwa inahusisha baba, mama na mtoto mmoja wa kiume. Familia hiyo ilikuwa inateseka sana, changamoto kimaskini. Kijana baada ya kukua akaamua kutengeneza mbinu ili aweze kuwakomboa familia yake. Sasa kijana akaamua kwenda kuiba benki. Kijana alienda kubomoa benki, akaiba hela za kutosha. Lakini tuseme kwamba kijana huyo alikuwa na bahati, na baadaye polisi walimuona kijana, wakamfunga, wakampeleka jela. Nyumbani waliposikia taarifa, wazazi wake wote huzuni iliwaingia, kwa sababu ndo walikuwa wanamtegemea kijana walete chakula wale. Lakini ndo hivyo, sasa hivi yuko jela, watafanyaje? Siku zikaenda, baadaye muda wa kilimo ukafika. Baba hana nguvu za kwenda kulima, wala baba ana nguvu za kwenda kulima. Sasa ikabidi baba amwandikie barua mtoto wake andike mezani. Aliandika barua akaipeleka mezani. Kumbuka kijana amehukumiwa kifo. Amehukumiwa kifo kwa sababu ya kuiba benki, kubomoa benki. Kwa kawaida kila barua inayoandikwa lazima ipitiwe ipitiwe kwanza, isomwe, au baadaye ndio ipelekwe mhusika. Sasa hiyo barua iliandikwa hivi: mwanangu, sasa hivi ni muda wa kilimo, unajua shamba letu ni kubwa, mimi sina nguvu ya kwenda kulima. Afadhali ungekuwa wewe ungetafuta kitu chochote, tungeweka hata vibarua, wangeweza kulilima hilo shamba, hapo mimi ningepanda. Askari baada ya kuisoma hiyo barua wakaamua kumpelekea huyo kijana. Kijana naye akaisoma hiyo barua. Baada ya kumaliza kuisoma, naye akaandika, akarudisha jibu. Alipomaliza kuandika hilo jibu, akampatia askari wampelekee babake. Lakini askari baada ya kupeleka wakaamua kuisoma kwanza hiyo barua. Barua yenyewe ilikuwa imeandikwa hivi: baba, samahani, na kuomba sana usilime hilo shamba, kwa sababu nina milioni 50 zangu nilizoiba kule, nimeziweka humo katikati ya shamba. Kwa hiyo samahani, tena kuomba samahani, usilime hilo shamba. Hela zote ambazo zinanifanya niwe huko gerezani zipo kule shambani. Sasa askari walivyosoma hiyo barua, na sababu kubwa ya kufungwa huyo kijana gerezani, aliiba pesa. Sasa askari waliona kwamba kumbe pesa jamaa alivyoiba ameweka shambani. Asubuhi na mapema askari wakaamka, wakachukua matrekta kwenda kutafuta hizo hela shambani. Asubuhi tu baba alipoamka akakuta shamba lote limelimwa. Askari walikuwa wanatafuta hizo hela, lakini hawakupata chochote kitu. Baada ya kurudi askari walikuwa wamekasirika sana, lakini kijana akaamua kuandika story, na hiyo story ilikuwa inahusu kumshukuru babake. Alimwambia, baba, si umeona nimekusaidia? Kwa hiyo ikawa hiyo familia imesaidiwa kwa namna hiyo, shamba likalimwa na kijana akaendelea kwa jela. Tusikose tena kufuatilia episode inayofuata.